Mbona uko hivyo? Nimepigwa. Ni nani aliyekupiga kiasi cha kukujeruhi kiwango hicho? Amenipiga mume wangu. Yaani dada yangu mpaka unapigwa namna hii. Kisa nini hasa? Shemeji yangu umemkosea kitu gani? Kaka, mimi sijamkosea chochote. Ila imekuwa ni kawaida yake kunipiga kila siku. Kunipiga, kunitukania ndugu zangu. Na mpaka umeniona nimekuja hapa ni kwamba imekuwa too much sasa. Anatuchukuliaje yani? Anatuonaje yani? Naenda kujiandaa. Tunaenda huko. Leo mimi nataka nimuonyeshe. Mimi napigana ulingoni, sipigani na mwanamume mwenzangu. Lakini kwa hichi alichokifanya, mimi sijamuozesha yeye kwa ajili ya wewe akupige tu au akufanye ngoma. Leo nataka nimuonyeshe hasira zangu. Twende. Shemeji. Safi, karibu. Mbona mmefikia nje? Karibu ni. Mimi sina sababu ya kumazungumzo marefu sana. Na pia unaona hali yake jinsi ilivyo. Kuliko nataka nijue tu nini kinachoendelea. Sielewi shemeji, kuliko ni vipi? Sasa mimi si ushamuona huyu kwamba amepasuka, ameumia, mkono huo haeleweki. Mimi nataka kujua yani ni kwaje kiasi cha kwamba wewe paka umempiga kumuumiza hivi. Yaani mimi nimpige mke wangu shemeji? Wewe tunafahamiana vizuri kabisa kabla hata sijamuoa dada yako. Lini umesikia mimi nipiga na mtu? Au lini umesikia nimpiga mwanamke? Kwenye maisha yako yote lini ushakusikia? Mara ngapi shemeji tunakaa baa, tunakunywa, tunalewa. Muda mwingine tunakesha huko. Ushakusikia hata kama nimelewa nimpiga mtu mimi? Sijawahi kumpiga mtu yote kwenye maisha yangu. Hivyo kwa nini nimpige mke wangu? Shemeji, nakuja mara nyingi mazozini kwako. Mara nyingi unatamani unifundishe kupiga ngumi. Lakini nakwambia hapana, mimi sio mtu ambaye nimezoea ugomvi. Ni mara ngapi? Hasa leo kwaje nifikia tu nimpige mke wangu kipenzi ambaye ninampenda? Kwa nini shemeji? Sikiza nikwambie shem. Mke wangu ana matatizo. Mara nyingi sana unamwambia, mke wangu hata kama hatuna usafiri bado, lakini usipande pikipiki, usipande bodaboda. Tena vijana mtaani bodaboda zao ni kwamba ni kwenda kurudi. Hiyo ni ajali. Sasa kwa sababu ameona ni kitu ambacho mimi sipendelezi nacho, na kwa sababu ameogopa najua nitamkalikia au nitamgombeza, ndio maana ameanzia kwako. Ameogopa kuja kwangu. Sasa ngoja nimuulize, nimekupiga wewe? Mke wangu nimekupiga? Sema kama umepigwa. Hapa mimi nataka nimhukumu hapa niamue kiume. Unaona? Sasa kwangu umekuja kusema nini au huku umekuja kuzungumza nini? Bwana Shem. Kiume fresh, wala. Baba kabisa. Hebu njoo hapa. Hivi wewe kwa nini unatoka na kumwambia kaka kama anakupiga? Maana yake nini? Hujawahi kupigwa wewe? Hujawahi kupigwa? Yeye anatoka hapa nyumbani anakwenda kushtaka kwa kakako. Yeye inaonekana mbaya, inaonekana katili. Nimeshakwambia siku zote, ninapokuwa nimekupiga au nimefanya chochote, kila kitu kinaishia hapa ndani. Usikitoe nje. Unakwenda kutangaza huko ubaya wangu, utazo ubaya wangu, tafsiri yake ni nini? Sasa leo nakupiga kweli. Sasa nakupiga. Simekuumiza mkono. Sasa sana kuumiza kuliko nakuumiza haswa na uvunja mkono kwa mara ya pili. Mama kabisa. Ni kabisa una akili wewe. Ndio sasa kipumbavu hapa. Kwa nini? Kuna nenda nani? Nenda chumbani. Na nakuja huko. Nakuja kushughulikia wewe kwa sababu una adabu. Navunja mkono kwa mara nyingine. Navunja. Yaani Maina, mwenzio sinione hapa nimekaa tu kwa raha, lakini nafsi yangu ina masononeko sana. Yaani na enjoy tu nikiwa na wewe kama hivi. Nikitoka nje
nikikutana na marafiki na enjoy, lakini kitendo cha kuingia tu kwenye eneo la nyumba yangu, furaha yangu inaishia pale pale. Kwa hiyo mimi nikiwa maeneo kama haya na enjoy sana. Jasmine my dear, yaani mimi sasa hivi ninachokisubiri kutoka kwako nisikie tu kifo chako nije nifuzike basi, kwa sababu kila nikikutana na wewe hauna stori nyingine, ni manyanyaso wewe mume wako. Anakupiga, anakufokea, manyanyaso yote anakufanyia wewe, na bado umeng'ang'ana tu kwenye hiyo ndoa. Kwani mwanaume ulifungiwana na zile shoga yangu? Mbona wanaume wako wengi huko mtaani, kila mwanaume ambaye atakuona atatamani kuwa na wewe. Na shangaa umeng'ang'ania kwenye hiyo ndoa. Wewe muache, fanya mambo yako. Wewe mbona bado binti mzuri tu? Shoga yangu, hapo kwenye kumwacha pagumu. Mume wangu bado nampenda sana. Unajua ni bora shetani uliomzoea kuliko malaika mgeni. Unajua unanitia hasira. Sasa kama mwanaume bado unampenda na unasema tu shetani bora mgeni sio ule ulizoea. Ulikuja kwangu ili mimi nikufanyaje? Huo ndio ushauri wangu bibi. Ukitaka unauchukua, ukitaka uache. Lakini sina ushauri mwingine zaidi ya huo. Fanya mambo yako. Nilitegemea unipe ushauri mzuri, lakini hapo kwenye kumwacha mimi namchosha. Ndugu yangu, kiukweli kabisa sasa hivi mwenendo wa shemeji yako si uelewi kabisa. Yaani hata sijui mke wangu amepatwa na nini. Maana sasa hivi hataki toka kazini, kurudi nyumbani anachelewa, kimuuliza anakuwa mkali. Yaani mpaka anashindwa kuelewa kuna kitu gani ambacho kimeingia, ambacho kimemkuta. Sijui ni shetani wa aina gani kapatwa naye mke wangu. Mimi sitegemei kama utakuja kwa kanisa yake sasa mwanamke. Yaani mwanamke amechelewa kurudi, unamchekea, unataka kulalamika? Unalalamika kwa sababu mwanamke amechelewa kurudi nyumbani au mwenendo mbadilika? Kaka, mimi napiga. Mimi kama juzi nimevunja mkono. Tegua mkono kabisa mpaka makwenda hospitali kufunga ogo. Mimi sitaki masuala kabisa na wanawake. Piga. Mwanamke amekwenda kinyume na wewe, piga. Usishindane naye kwa maneno wala usimwache akajitawala. Hawezi kumiliki bwana. Wewe mwanaume alalamike si hizo. Mwanaume analalamika kwa kesa kuzumiana pesa. Mwanaume analalamika juu kwamba kuna mwanaume mwenzake amemdhulumu viwanja. Wewe unakuja kulalamika swala la mwanamke? Kevi bwana, Kevi. Wewe mwili Mungu amekupa nini bwana? Sijategemea, lakini nikwambie tu kweli, wewe unanijua fika mimi. Na unajua mazingira nilokulia mimi. Unajua mimi nimelelewa kwenye maadili gani? Unajua mimi nimelelewa kwenye maadili ya kanisa. Unajua fika kwenye malezi nilolelewa mimi ni ya kumnyenyekea sana mwanamke. Hivyo swala la kupiga, mimi siwezi kumpiga mwanamke kwa kweli. Kama kuna ushauri mwingine nipe, lakini sio kupiga. Sasa kama kuna ushauri mwingine ambao nategemea mimi nikupe, siwezi kukupa ushauri mwingine. Ushauri wangu unaniwapa nilipofikia mwisho. Ngoja nikwambie. Maisha yanakwenda yanabadilika. Mimi najua wazi umeelewa katika mazingira ya kanisa, umeelewa katika mazingira ya maadili mazuri, lakini mwanamke ni kama mtoto. Namna ambavyo unamkuzia na kumlea badala ya kusumbua kweli kweli. Hivyo sasa hivi una nguvu zako, anakusumbua. Wadau ukiwa mkizee, ukizeeka atakwani. Kaka, nisikize nikwambie. Unajua panga? Chukua panga, piga baba la shavuni. Atoke alama mekundu. Hakirudia tena kuchelewa kurudi nyumbani. Hauwezi nyonga. Piga ngumi. Piga kama unapiga mwanaume mwenzako. Sasa mwanamke akusumbue, mwanaume mwenzako atakuwaje? Kevin, nyamaza bana. Wewe unaona hoja kuingia. Weka hapa tumie pombe. Pige stori za mpira basi. Mambo mengine nafikiri hawezi kabisa. Basi nimekuelewa ndugu yangu. Nitajaribu kufanyia kazi ushauri wako. Dada, karibu. Asante, hujambo? Si jambo. Vipi shemeji yako umerudi?
Hapana, kwa kweli sijamuona. Kwani saa ngapi? Au mimi ndo nimewahi sana? Kama vile umewahi, lakini hujawahi sana kivile. Okay, basi sawa. Mimi niko ndani na kupumzika. Endapo utahitaji chochote, basi utanigongea. Dada, mbona hamna maandalizi yoyote? Ina maana ukumbuki kwamba kesho ni happy birthday yako au? Maana naona haujajiandaa kwa chochote. Nimesahau kabisa. Kichwa changu kina mambo mengi. Basi tumsubirie shemeji yako akirudi. Mambo mengine yataendelea. Sawa? Ai, usiniangushe dadangu. Nategemea mashamshamu huko ndani. Haya bana dada, haya. We mwanaume, ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa kwa Karimu. Kwa Karimu? Mbona muda wote nakupigia simu zako hazipatikani? Hivi unaona mimi sina akili? Au unaona mimi kichaa? Sikia nikwambie mke wangu. Kiukweli kabisa kuhusu simu, mimi simu imekufa chaji. Na hata hivyo ninavyokuambia nimeiboost kwa Karimu pale. Eti nilikuwa na boost kwa Karimu. Kwani huko ndani umeme hamna? Hivi wewe unajielewa kweli? Au unaniona mimi sina akili? Unaniona mimi mwandazimu? Unaniona mimi taila? Sasa kwa taarifa yako mwambie uchizi mwenzio, mpumbavu mwenzio. Siku nyingine ukirudia utakiona cha mtamakuni. Mpumbavu mkubwa yeye. Kodi sana leo. Sio sana. Nimefika tu muda sio mrefu. Ila kama leo umechelewa vile? Ni kweli mambo ya mafuleni kwa barabarani. Yanafanya tunachelewa sana kurudi nyumbani. Huyu binti yuko wapi? Maana nasikia njaa alafu nataka naye pumzika leo. Nadhani yuko jikoni ndo anaandaa chakula. Muda sio mrefu tutashiriki. Mimi sipendi kukaa na njaa muda mrefu. Usijali. Sasa baby, kesho ni birthday yangu. Nilitegemea wewe ndio ungenikumbusha. Aise. Nilikuwa nishasahau. Kumbe kesho ni siku yako kuzaliwa. Hongera sana mke wangu. Hongera sana na Mungu akubariki. Kwa hiyo unataka tufanye nini? Kwa kuwa ni siku yangu ya muhimu sana na ya pekee. Natamani niwaalike marafiki zangu, ndugu zangu na wewe ukiwepo. Tusherehekee wote kwa pamoja. So, nilikuwa naomba unisaidie keki, champagne na baadhi ya vinywaji. Yaani nikununulie keki, vinywaji, champagne mweze kusherehekea hapa nyumbani. Wewe na marafiki zako. Hivyo unajisikia unachokiongea? Mbona mwanamke amekuwa bogus kiasi hiki? Hivi uko timamu kwa nikalisha hapa kuna mama sala birthday. Tena kabisa wananiambia nikununulie champagne, nikununulie keki, nitoe lango, ninunue keki, champagne, vinywaji, mke hapa na rafiki zako mgalagale. Mimi nitoe pesa yangu kwa mambo ya kipuzi. Nategemea kila siku kae na mimi sebuleni kama hivi tupange mambo yetu ya maendeleo. Niambie mume wangu niongeze nini, mume wangu fanya hiki. Wewe unaambia masuala birthday. Kumbe box kabisa kichwani wewe. Wewe hakuna kitu kabisa. Wanawake zako sasa hivi wako huko mitaani wanapambana kutafuta fedha. Wanawake zako wameshika peni na karatasi sasa hivi wanahangaika kupiga budget za maisha yao. Wanawashauri waume zao vizuri ili waendelee kimaisha. Wewe badala ya kuwaza maendeleo unawaza birthday. Wewe umri wako kuwaza birthday kweli? Unataka kushindana na watu 2000? Mjinga mmoja wewe. Yaani kila siku badiliki tu. Wewe mwanamke nimekokota wewe. Yaani ulivyokuwa rangi yako nyeupe na moyo wako umekuwa mweupe na kichwani kweupe, hakuna chochote kichwani. Unaanza birthday. Hebu kuwa na adabu. Next time unapozungumza na mimi zungumza vitu vingine vya kimsingi. Ushanchafua mitakataka mkubwa wewe.
Kwani unataka nini? Mke wangu, maswali gani haya? Mimi najisikia, mimi nina hamu na wewe. Mimi sitaki. Mimi sio mtumwa wako. Mimi sina hisia na wewe kwa sasa. Sasa hauna hisia na mimi. Wewe unajua fika mimi sina sehemu nyingine ya kwenda kupozea matamanio yangu zaidi ya kwako mke wangu. Alafu saizi unazungumza ujinga gani? Bwana mimi sitaki. Mbona hivyo? Na ukiendelea kunisumbua, nitaenda kulala pale chini. Kwa hiyo ninavyokuwa nakubembeleza unanichukuliaje? Unanichukulia mimi mjinga? Unanichukulia mimi bogazi? Sasa hivi tuna muda gani hatujafanya? Au unataka tupelekane tena mpaka tunakamatana kwa nguvu? Bwana mimi sitaki. Sina hisia na wewe. Kwani mtu akikwambia na hisia na wewe kwani unalazimisha? Angalia sasa unyeumiza. Nenda kulala pale chini. Lala peke yako. Sio mimi nafaidi kulala kitandani. Karim. Hivi mimi na wewe tutaishi kama kaka na dada mpaka lini? Mimi ni mwanamke. Nahitaji kupata haki yangu kama mwanamke. Lakini ukiangalia sasa hivi inaelekea kama wiki ya 3. Huna muda na mimi kabisa. Kila nikijitahidi kukuelekeza hautaki. Kwa nini hivyo lakini? Sara kabisa. Sikiza nikwambie. Mimi niko busy na maisha yangu. Sasa hivi niko busy utafuta fedha. Siwezi kuwa busy na mapenzi mimi. Mimi niko busy na maisha yangu utafuta maendeleo. Ili kesho wewe na watoto na mimi tuweze kuishi maisha mazuri. Kichwa chako na kichwa changu tofauti. Mimi nawaza pesa, unawaza ngono. Yaani wewe ngono tu kila siku ngono. Yaani unawaza kupandiana tu. Kwa nini lakini? Mimi nategemea utakaa, utanishauri kuhusu maendeleo, utafute pesa, na mjigani tunaweza kwenda mbele, tunaishije? Wewe unawaza ngono, unawaza mapenzi. Wewe kwa unapenda sana mchezo wa matusi wewe. Yaani wako matusi ndio yana raha kuliko chochote kile. Utafute fedha. Mimi siwezi kufanya ngono kila wakati. Mwili wangu sio mwili wa ngono. Mwili wangu nipo kwa ajili kutafuta pesa. Sina akili ya kufanya mapenzi mimi kila wakati. Sasa nisikize kwa makini sana. Nisikilize nalo nakwambia mara ya mwisho. Mimi kipaumbele changu sio mapenzi. Sasa kama kipaumbele chako ni ngono, ni hayo mapenzi ambayo unataka, mimi siwezi. Unachagua. Unaweza kaa uvumilie kwangu, hauwezi toka. Nenda mwana kwenda. Kafanya mapenzi huko na naofanya mapenzi. Sitaki ujinga mimi. Mimi siwezi kuwa mtumwa wa ngono kila siku. Ngono za nini? Mtu wazi mambo ya maana anaanza kufungono tu. Jinga mmoja. Okay, sawa. Nitajua nini cha kufanya. Fanya. Jua cha kufanya mimi ndio unanitisha. Unanitisha? Una kitu mamwe. Fanya. Na sio kufanya tu, fanya na fanywa. Jinga moja. Unanitisha. Na vipi kuhusu birthday yangu? Umeona? Nimetoka kuongea sasa hivi hapa swala maendeleo. Tudadili swala maendeleo, unaniingiza tena swala birthday. Hivi mwanamke wewe mbona boga kiasi hicho? Wewe kichwani kuna nini humu? Kichwani kwako kuna maji au kuna kitu gani? Au kichwani kwako kuna takataka? Tuache kuongea masuala maendeleo, unaongea tena swala birthday. Na jana nilikwambia mimi sitaki masuala birthday, sitaki. Kama lo birthday yako, birthday si ndo nini? Mimi sitaki hayo mambo. Kuna nataka kusherehekea vitu ambavyo vina maana yote. Leo ni muda ambao kukaa wa kufikiria namna gani ambavyo unaweza kuanzisha biashara na kufanya kazi. Sio kuna masuala birthday. Yaani mimi ndio ile yangu je birthday yako wewe?
Yaani pumbavu kabisa. Nimesema nimalizie usingizi wangu hapa nilale, unaanza kuniingizia mambo tofauti tofauti. Wewe nikaoge niondoke zangu mimi. Na kana ujinga tu hapa. Wewe mwanamke box kabisa wewe. Taka kabisa. Rubbish. Happy birthday dada. Basi unywe hata maziwa kidogo. Asante mdogo. Haya, sina hata zawadi leo. Nitajitahidi siku nyingine nitakupa zawadi kubwa. Hii inatosha mdogo wangu. Asante sana. Haya. Enjoy. Mbona kwenye gari yako kuna boksi la zawadi? Ni la nani? Nataka kujua. Ni mshikaji wangu ameacha kwa bahati mbaya, sijui kwa hiyo nitampitishia nikitoka hapo. Kwa nini asisahau kwenye gari yako? Kwa nini asisahau kwenye gari yake? Hivi baby, unahisi mimi naweza nikakufanyia cheating yoyote? Baka, nakupenda sana. Nakupenda kutoka moyoni. Sitaki kunichanganyia habari, sawa? Nakupenda na sitaki kuchanganywa, sawa? Naelewa, usiwaze kuhusu. Sawa. Muda umeenda. Mimi na wewe nyumbani. Vipi kwanza kuhusu ile 5 nilokuambia? Naona unazidi kunizungusha. Wiki ya pili sasa naenda. Kama utaki niambie basi. Mimi nina shida. Naona gari yangu imekuwa mbovu. Kama utaki tena basi. Nitakupatia, nipe siku hizi 2. Jambo lako litakuwa tayari. Umeredi siku 2? Ndio. Bye. Oh, don't. Kuwa take care. No. Mida basi. Wow! Dada, zawadi zako hizi hapa. Yaani hujaandaa mashamshamu mwenyewe ashakuja. Asante Diana. Wow. Asante sana mdogo wangu. Haya, karibu dada, lakini huyo sio mimi. Bado mimi hapo. Zimetoka kwa nani tena? Huyo ni yule anayekusumbuaga yule Bakari. Kwa hiyo hujafurahi tena dada? Sikia we King'ang'a. Sihitaji unifatefate tena. Mimi ni mke wa mtu na nina ndoa yangu. Nampenda sana mume wangu. Kuanzia leo na hata siku zote usinifuatilie tena. Na kama utaendelea, basi kitakachokupata usije ukajutia. Happy birthday, Jasmine. And I love you. Mke wangu. Haya bwana, mimi natoka baadaye. Mume wangu, vipi kuhusu ile 500 ulikoomba? Mbona sikuelewi? Sawa. Lakini hukuniambia ile 500 ni ya nini? Mume wangu, kwa kila kitu tunachotaka kufanya lazima nikwambie.
Pesa nimekuomba mimi, bado unanipangia tena, unanipa masharti vitu vya kununua. Mwenyewe na vitu vyangu muhimu nataka ninunue. Mbona hivyo? Nimekuomba 500 tu wiki ya pili. Yaani ningekuomba milioni 1. Yaani mpaka naijutia hii ndoa. Wenzangu ndoa zao zina furaha. Wakiomba hata milioni 1 siku ya pili tu anapewa. Yaani mpaka nakuja kuichukia hii ndoa. Sina hata furaha nao katika maisha yangu hii ndoa yenyewe. Kwa hiyo unajifananisha na watu. Angalia hali tulokuwa nayo. Sio kweli mume wangu. Unapata sana pesa ila huko na marafiki zako mnaenda katika starehe zenu mnafanya vitu, lakini mimi mkia kupenda hata nipendezi. Na upende ninunue mimi vitu muhimu. Yaani hata sikuelewi kabisa mwanaume. Isiwe tabu, maana unajua mwanamke unaongea sana. Shika. Wow. Hiyo ni 450. 50,000 nikirudi nitakugea. Sawa? Asante mume wangu. Hapo tu unapopendea mume wangu. Haya, bye. Safari njema. Dada, simu yako inaita. Hello. Baka panaongea. Jasmine. Wewe ni mfano wa uzuri uliojaa manukato ya shumuki na utuli wa patichuli. Thamani yako ni zaidi ya almasi katikati ya wanapolo. Jasmine. Sifurahii tabasamu la uzuri wako peke yake, bali nafurahia hata kasiriko lako liwapo mbele ya macho yangu. Nina bahati kukuoa Jasmine. Nina bahati kukupenda Malikia. Happy birthday, mwanamke wa ndoto zangu. Asante kwa kunisikiliza, ewe malaika uliye zaidi ya Helen of Troy. Bye Jasmine. Kwa heri mama. I love you. Baby. Mbona unaonekana uko sawa? Kwani tatizo ni nini? Uko sawa. Ila kuna vitu vinachanganya kidogo, naambia vizuri tu. Wakati mimi nakufahamu. Mpenzi wangu mwenyewe sikufahamu. Naanzaje kwa sana, mambo yangu yote yaendi. Kila kitu changu kimekuwa ovyo. Gari mbovu. Naanzaje kwa sana? Wewe naye. Haya. Shika hii basi. Kile kiasi cha pesa ulichohitaji ndio hicho. Ndio maana sishiki kupenda kila siku. Umeziangalia, umezihakikisha? Na kuamini kwa hilo. Na asante sana sana sana. Sina cha zaidi cha kukwambia zaidi ya kukuongezea upendo siku zote. Nakupenda sana mpenzi wangu. Sipendi nikuone wewe kwenye hali kama hiyo. Napenda muda wote nikuone tu mtu wa furaha. Sawa mpenzi wangu. Leo nimekuja kwa ajili yako. Inabidi niende zangu jikoni, ngakupikia chakula ili upate kula ili tufurahie mpenzi yetu. Usijali. Niko sawa. Sina njaa pia. Siku nyingine utapika. Kama vitu vinakuchanganya, sikuwa shida yako pesa. Pesa si nishakupatia. Tatizo ni nini tena? Tukae tufurahi, maana nina muda wa kutosha kufurahia mapenzi yetu. Maana nishamwaga mume wangu, kuna sehemu muhimu naenda kwa rafiki yangu. Kwa leo ni siku yetu muhimu sana ya kuenjoy, ya kurelax mapenzi yetu. Au nipendi baby? Baby, mambo mengine tofauti na mahusiano. Kuwa na amani ni kipato tu. Sawa, hii imeweza. Nitatengezea gari. Bado kuna mambo yangu mengine natakiwa naanza kupambana nayo kwa sasa. Baka, nakupenda sana. Nakupenda kutoka moyoni. Umenielewa kipenzi? Unaelewa. Haya, mimi naenda. Okay, karibu tena next time. Haya.
Haya. Hivi, mbona pita nje nyumba chafu sana? Ni kwa nini? Alafu mmekaa hapa mna relax mnaangalia TV. Yaani kweli mimi natafutia chakula. Nijue mnalala wapi, nijue mnaishije. Bado nitoke hapa nifanye usafi nje? Nyumba chafu kiasi ambacho tutakija wageni hawezi kuingia ndani. Naonekana mimi mchafu sasa. Hamna adabu nyinyi. Mke wangu, wewe ni mwanamke wa aina gani wewe? Mbona mwanamke mchafu kiasi hiki? Yeye unashinda kuchukua fagio kwenda kufagia nje. Yaani nimekaa ndani na relax naangalia TV, mnapiga story, mnapiga maneno, mnapiga umbea wakati nyumba chafu. Hata kiasi ambacho hata wageni sasa hivi wakija ni aibu kuingia ndani. Ni aibu karibisha wageni wangu mwenye hadhi kuingia ndani. Kwa nini nyumba inakuwa chafu kiasi hicho? Kwa nini? Karimu mwanangu. Umetoka huko kote ulikotoka. Sisi ni binadamu tuko hapa. Tujulie kwanza hali hapa nyumbani tumeshinda vipi. Then ndio uweze kuuliza mambo mengine. Lakini unatoka huko kote ni makelele. Kwa nini lakini? Alafu wewe, hebu kuwa na adabu wewe. Yaani unanifundisha maisha? Unanifundisha ustaarabu wa kuishi? Eti nisalimie nini sasa? Yaani nisalimie takataka? Hebu kuwa na adabu wewe. Unapozungumza na mimi kuwa na adabu na usinipanishe hata siku moja. Hauna ujeuri hata kidogo wewe. Nani anakupa ujeuri? Kama mhitaji kuishi hapa ndani ondokeni. Kama unataka talaka toka. Sio lazima uishi hapa kwangu. Unashinda kufanya usafi hapa na wewe unifundisha mimi ustaarabu. Ingo unafundisha ustaarabu nikuja kuoa wewe. Mimi ndo nimekoa, wewe ndo kufuata ustaarabu wangu mimi ninaotaka. Sio ukao unifundisha ustaarabu wewe kusalimia. Nisalimie kitu gani? Nisalimie uchafu? Kuhusu usafi, nilimwambia dada afagie kule nje. So mimi najua ni pasafi tayari. Tazama sana anaongea. Yaani mwambie huyu ndo asafishe nyumba yangu. Nyumba ya kwangu mimi na unalala wewe, alafu mwambie asafishe. Maisha yake mwenyewe anashinda kuyasafisha. Atasafisha nyumba kweli? Nyumba chafu kiasi hicho bado utasafisha wewe, unampa mtu asafishe? Ataweza nini kusafisha huyu? Hebu msitaki kunifuruga. Itafikia tu nitapagawa. Wa mashariki napeleka mashariki, wa magharibi nitapeleka magharibi. Sitaki ujinga mimi. Kuna hela mezani niliacha asubuhi. Sasa hivi naingia Sikoti iko wapi? Alipiga mama simu kijijini kuna tatizo. Kwa hiyo nimemtumia. Sasa wewe mama yako ananusu nini kwenye maisha yangu? Mama yako anahusu nini pesa yangu? Mimi nimekoa wewe, nimemoa mama yako. Ina maana nimeoa kwa mzima. Yaani matatizo ya ukoo wenu mimi ndo niyatatue. Halafu usikiza nikwambie. Usinifanye nikajuta kuoa familia ya kimaskini. Usinifanye nikajuta kuoa ukoo wa kimaskini. Yaani mkipata shida kidogo kupiga simu kwangu, pata shida kidogo kutumiana. Pesa yangu unachukua unamtumia mama yako bila taarifa. Maana yake nini? Mama yako anajua pesa anayopata wapi? Tena kuanzia leo ukome heshimu pesa yangu wewe. Pesa mimi sijamtumia mama yangu. Sisi kwetu hatuna shida ndogo ndogo. Nimemtumia mama yako wewe. Na shukuriwe Mungu. Familia yangu haipigi simu ovyo kuomba shida. Manake nadhani hata TikTok ningeshapelekwa. Sasa endelea kubomoja huo mdomo wangu. Mke wangu, kwenye hii simu yako kuna mtu anaitwa Baka.
lakini wewe umemsave mama kanisani. Unaweza ukaniambia Baka ni nani? Hapana mume wangu. Huyo ni mama mchungaji, ni mke wa baba mchungaji mume wangu. Kwa hiyo unaona mimi ni mpuuzi mwenzio, si ndio? Nimefuatilia chatting zenu hapa. Nimemwona akakuomba 500,000 akatengenezee gari. Ina maana ile hela ulioniomba mimi ndio ulikuwa mda wa kumpa yeye, si ndio hivyo? Hapana. Hivi nyinyi wanawake mna nini? Hasa nyinyi wanawake wafupi. Mna matatizo gani? Ha? Yaani mimi nashindwa kulala, nashindwa kujiachia kwa sababu ya kutimiza haja za kwako wewe. Hela ninayotafuta mimi kwa jasho langu unakwenda kumpa mwanaume mwenzangu? Hapana mume wangu. Shika simu yako. Shika bwana. Badilisha password maana hiyo nimeshaijua tayari. Mpuzi. Sikia Baka, nikwambie. Na sijui nitakueleza mara ngapi. Unanisumbua, unanikera. Unataka niongee nini unielewe? Nishakwambia mimi nina mume wangu. Ninampenda. Tunapendana, nina ndoa. Kwa nini unielewe? Sihitaji usumbufu wako. Sihitaji kelele zako. Sihitaji tena kuona simu yako hata siku moja. Nimechoka na usumbufu wako. Nikusikilize nini? Siwezi kukusikiliza. Nimeshachoka. Na kama utaendelea, mimi nitamwambia mume wangu kila kitu, uone utakachofanya. Shika adabu yako Baka. Ole wako sasa. Endelea kunipigia simu. Endelea kunisumbua. Na nitamwonyesha meseji zako zote unazonitumiaga. Alafu ndipo utakapoona moto wake. Ulikuwa unaongea nani wewe nje? Kwa sababu nashinda kupokea simu hapa ndani, naenda kuongea nje. Unajificha nini? Au ni kitu gani ambacho nataka mimi nikisikie? Ushaanza kuwa msaliti kwenye ndoa yangu wewe. Ushaanza kuwa na wanaume wengine wewe. Ushaanza kuwa na wanaume sio? Sikiliza wewe. Mimi sio mwanaume mpumbavu. Mimi na akili timamu kweli. Ninajua A to Z. Sio mjinga mimi. Na kwa staili mbona kuna nao nitakuacha. Wewe mwanamke vipi? Mbona kila siku unaleta tabia mpya? Kila siku tabia mpya kila siku ya Mungu. Kwa sababu gani? Mimi nimekosea ukoo wewe? Yaani kutu nzima kuongea na wanaume huyu. Watakusaidia nini? Mbona hajakuoa wanaume? Nimekuja kuoa mimi. Wewe mjinga eh? Nikikuacha sidhani kama utakutafuta tena. Sema unakutafuta kwa sababu upo kwenye ndoa. Na nakwambia hivi, mimi siwezi kukaa na mzigo wa aina hiyo. Nitakuacha. Kama umeshaanza kunisaliti, nitakuacha. Nasisitiza kwa herufi kubwa kabisa. Mjinga mmoja wewe. Kwa mwanamke pumbavu kabisa eh? Sasa wewe endelea na hiyo tabia. Utajua mimi ni nani. Na nakublock na nakutaki na namba yako, nataki namba yako ya simu, alafu nijue ulikuwa unazungumza na nani. Najua unasema na nani wewe. Dada, mimi ni mdogo sana kwako. Siwezi kukushauri chochote. Ila kwa hili lazima niongee kitu. Kwa nini shemeji anakudharau na kukudhalilisha kiasi hiki? Manake hakutaki. Jaribu kuitafuta furaha yako dada. Popote pale. Itafute tu furaha yako. Haya mambo ya kukudhalilisha, kukudharau, kukuona hufai, kwa nini yanatokea? Kwa nini unayaruhusu dada?
Karimu ndugu yangu, changamoto bado zinaendelea. Yaani huwezi amini, nashindwa hata nianze vipi kukuambia, lakini sina budi. Mimi bwana, mke wangu aliniomba hela kiasi cha $500 na nilimpa, ila nilichokuja kukutana nacho ndio kitu kinachoniumiza kichwa, kinachoniuma kwenye moyo wangu. Yaani pesa nilizotafuta mimi kwa nguvu zangu, kwa jasho langu, mke wangu amekwenda kumuonga mwanaume mwenzangu. Bwana Imeniuma sana, yaani imeniuma kweli kweli. Aise, kwanza pole sana aise. Kevin, pole sana. Lakini pia kingine nikupe hongera kwa moyo wako wa uvumilivu, kwa hekima uliyotumia. Kevin, mimi ningeua. Yaani nampa mtu hela mpelekea mwanaume mwingine? Ningeua brother. Nisingevumilia, ningepiga hatari. Lakini nakupa hongera sana. Umetumia hekima kubwa. Umeelewa Umetumia hekima kubwa sana. Sasa, kwanza ngoja nikuulize. Huyu jamaa unamfahamu? Kwa sababu mimi nilifuatilia chatting za mke wangu na huyo jamaa. Jina sio geni. Lakini sidhani kama kwa sura hivi, kama tukionana naweza nikawa namjua. Aidha kuna uwezekano nikawa namjua. Unajua mtu kidole. Yaani sijui hata cha kufanya ndugu yangu, na ndio maana nimekufuata wewe. Sasa nikwambie nini? Sasa mimi nakushauri hivi. Sasa shemeji wewe achana naye. Yaani mke wako wala usimsumbue. Wewe mwache. Unachotakiwa kukifanya sasa hivi ni kwanza kufanya uchunguzi taratibu. Mfanyie uchunguzi vizuri, mdogo mdogo. Wala usinyeshe makasirika. Wala usinyeshe na jazba. Fanya kama kijadokea chochote. Alafu mfanyie uchunguzi kidogo kidogo uweze kumjua mwanaume ni nani. Utakapomjua huyo mwanaume ndio mchezo mzima utaanzia hapo. Mimi nitajua nikusaidie vipi, nitajua tudilee vipi huyo mwanaume. Hapo ndio ambapo tutakuwa tumwashika watumwa wetu. Yaani ndugu yangu, kwenye siku ambazo umenipa ushauri wa maana, wa busara na wa hekima, ndugu yangu umefanya, hongera sana kwenye hili. Mimi nitafanya kama ulivyonielekeza ndugu yangu. Ila Kevi bwana umenichekesha sana. Mwili wote mwanangu unamegewa. Mwili wote huo. Kaka, mimi hakuna mwanaume dunia hii atakayeweza kumega mke wangu. Hakuna. Kwa sababu mimi najua namna gani ninafanya. Mimi mke wangu achukui na mwanaume yoyote kaka. Hadi mwanangu umechukuliwa. Kevi. Lazima nikucheke. Usinicheke bwana, usinicheke ndugu yangu. Kwa sana ushaliwa. Daina. Ndiyo dada. Shughuli zako umemaliza zote? Kila kitu tayari dada, kama unavyoona. Okay, mimi natoka mara moja. Kama shemeji yako atakuulizia, mwambie nimetoka na sijakuaga. Sawa? Sawa dada, usijali kabisa. Nadhani kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Okay, baadaye. Haya. Bye. Nasamani sana kwa kuchelewesha jibu lako. But now
I'm here for you. You can do anything in this part. Ninakupenda sana. Ninakuhitaji pia. Wewe ni mahabuba wangu. Naomba unielewe. Uko tayari kunifanya chochote unachojisikia? Na kuanzia sasa, huu ni mwili wako. Unaweza ukanifanya chochote unachojisikia. Naomba unielekeze chumbani. Nahitaji kupumzika mimi na wewe. Yes, Baka. Please, Baka. Mbona nashindwa kuelewa? Kwa nini Baka apokee simu zangu? Mbona moyo wangu una hofu sana? Na nimekuwa na wasiwasi mkubwa. Kwa nini? Ngoja niende huko. Safari ya wapi? Kuna sehemu naenda mara moja tu. Hata sichelewe kurudi. Ina umuhimu sana? Ndiyo. Hakuna kwenda. Hapana. Hata dakika 15 hazichukui. Naomba niende. Sehemu ya muhimu sana. Ombi lako limekataliwa. Rudi ndani, mimi na maongezi na wewe. Hebu sogea. Kwa mangu wa upiti. Jinga sana. Wewe mpuuzi kabisa. Baby. Sijui hata niseme. Ila itoshe tu kukuambia kwamba umefanikiwa kuwa specialist wa moyo wangu. Vile ambavyo nimeenjoy ni zaidi ya ambavyo nimewahi kuenjoy kwenye maisha yangu yote ya mapenzi. Sikuwahi kuona mapenzi kama ulionipa leo. Kiukweli, nikupe tu maua yako. Unajua. Baby, unajua. So, nitazidi kukupenda sana. Mimi pia nimeenjoy sana penzi lako. Sijakutana na penzi tulivu, tamu, na msisimua wa penzi lako. Okay. Sasa kutokana na mazingira hapa sio mazuri sana, naomba mimi nikuage. No. Basi patie chochote hiki. No. Pesa si chochote kwangu. Mimi nilichukua nahitaji ni moyo wako tu, lakini sio pesa. Na kwa kuwa nimefanikiwa kupata moyo wako, basi naomba kuwa na amani. Mimi pesa sitaki, nakuhitaji wewe mpenzi wangu. Okay? Okay, fine. Bye. Take care. Wewe Jasmine, mbona unaita sebleni afu napita bila kunisalimia? Anyway, unatoka wapi? Nimetoka kwenye mambo yangu. Kwenye mambo yako wapi? Jamani, mimi ni mtu mzima na nina mambo yangu binafsi. Unawezaje kuniuliza swali kama hilo? Anyway,
Mimi nimechoka sana, nahitaji kwenda kupumzika. Sidhani kama kuna lingine. Mbona kama hai sana, unaenda wapi? Mimi natoka mara moja. Unatoka ndio, nakwenda wapi? Jamani, mimi si mtu mzima. Unawezaje kuniuliza swali kama hilo? Na mambo yangu binafsi. Na leo mbona jalala kitandani hapa? Umelala chini. Kwa nini? Swali gani hilo unaniuliza? Nilale kitandani kama nani? Mimi ni mume wako. Wewe ni mume wangu? Ndoa yangu mimi na wewe ishakufa. Siwezi kulala na wewe tena, kwa sababu huna muda na mimi. Nikikugusa utaki, nikifanya chochote utaki. Umenitenga. Mimi na wewe tunaishi kama kaka na dada. Kiufupi sisi ni ndugu, na mimi siwezi kulala na ndugu yangu. Oh, Jasmine. Mimi sitaki univuruge ujue. Sikia nikwambie. Umejivuruga mwenyewe. Na hii ndoa umeiua wewe mwenyewe. Kwa sasa hivi mimi sina muda na wewe. Nina mambo yangu binafsi. Kwanza hapa naona unanichelewesha. Acha nikamalizie kuvaa nguo niondoke zangu. Tutaonana baadaye. Wewe Dana. Ndio shemeji. Hebu niambie. Ni kitu gani unachokijua kinachoendelea hapa ndani? Hapana, kwa kweli sioni kama kuna kingine kinachoendelea hapa shemeji. Sijui chochote kwa hilo. Nisikilize. Wewe ndo mara nyingi unakaa na mke wangu hapa. Mara nyingi unashinda na mke wangu. Nataka kujua ni kitu gani kinachoendelea kwa mke wangu ambacho mimi sikijui. Naomba uniambie. Hapana, sijui chochote shemeji. Kwa kweli. Ana mwanaume mwingine tofauti na mimi? Hapo sioni kama dada ana tabia hizo. Wala sijawahi kufikiria kwamba anaweza kuwa hivyo kwa kweli. Anapokwenda na kulala wakati mwingine unapajua? Hapana. Sasa nikigundua kuna kitu nakijua na unanificha, utajuta kuzaliwa. Na utaendelea kuishi hapa ndani. Mr. Kevi, mbona zile domniki za mashamba na za viwanja mbona sizioni? Umezeka wapi? Nimezibadilisha. Kwa nini? Kwa nini si zangu? Kwa nini umezihamisha? Mbona sikuelewi? Mimi si mke wako? Kwa sababu mambo hayo umeanzisha wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi namaliza. Shida nini? Mume wangu, nilikuwa sina nia yote mbaya. Nilitaka tu nijue, kwa sababu mimi ni wewe, wewe ni mimi. Kwani tunafichana? Kwa siku hizi humu ndani kila mtu na chake. Cha kwangu, cha kwako ni cha kwako, si ndio? Labda nikwambie kitu kimoja ambacho ukijui. Mpaka dakika hii tulipofikia hapa, sina uhakika na ndoa yetu kuendelea. Vitu unavyofanya wewe vya kijinga na vya kipuuzi, mimi sifungamani navyo kabisa. Kwa hiyo nimebadilisha kwa maslahi yangu mimi. Sawa, kama umeamua. Kwa hiyo Mimi nimetenga muda wa kutosha sana wewe. Na hivi unavyoniona, mimi leo hapa siondoki.
kiufupi nitalala hapa mimi na wewe. Sasa na mama wako umemwagaje? Huoni kama anaweza kuleta tatizo hili? Baka, kuhusu mume wangu, wala hata usimfikirie mjinga yule. Mimi kwa sasa wewe ndo mume wangu. Yule simwazi tena, sina haja naye tena. Yule si lolote tena kwangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Wewe ndo mahabuba wangu. Nakupenda Baka. Naomba itumie nafasi. Okay. Karibu. Wanapatikana. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable at the moment. Please try again later. Namba unayopigia haipatikani. Nataka kuchezea. Nataka kutibua bangi. Inga kabisa. Mpaka muda upatikane kwenye simu, ondoka upatikane kwenye simu mpaka sasa hivi. Your calling is not reachable at the moment. Please try again later. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Mbavu. Again later. Please try again later. Yana again later. Kitu gani sasa? Mimi tunampigia simu patikani. Yaani mke mtu sasa patikani maana yake. Unatoka wapi sasa hivi asubuhi? Na umelala wapi? Nimetoka kwa mpenzi wangu, na azizi wangu, mahabuba wangu, kipenzi cha roho yangu, anayejua kutimiza haja za moyo wangu. Unajua Jasmine, ninapozungumza naye nazungumzia serious. Sitaki masiala kwenye maisha yangu. Sitaki masiala kwenye ndoa yangu. Nakuuliza umelala wapi na ulikuwa wapi? Na ninakuuliza kama mume wako. Mimi ni mume. Na haki ya kukuuliza wewe. Hebu acha kujinamisha ujinga. Mimi nakuuliza serious na jibu utani hapa. Nakuuliza umelala wapi? Karibu. Mimi na wewe ndoa ilishakufa siku nyingi. Mimi tunaishi kama marafiki. Ninaye mpenzi wangu anayeweza kuyafanya yale ambayo ulishindwa kuyafanya kama mwanaume. Hebu nyamaza wewe. Alafu Subutu. Eti naona nyanyua mkono kama mwanaume. Una haya? Nakuja. Nipe kama dakika 5 nakuja sasa hivi. Basi kwa muelewa. Sawa. Sawa. Nakuja.
Bibi vipi, mbona unakuja ghafla bila taarifa? Baby, kwani mimi kuja kwako mpaka nikupe taarifa? Hapa ni kama kwangu sasa hivi, na wewe ni mpenzi wangu. Ninaweza kuja muda wowote ninaojisikia. Hata kama, lakini usimuone natoka hivi, sasa utakaje vipi peke yako? Na unaona mimi nataka kuwahi sasa hivi muda huu. Mimi sioni kama kuna sababu. Hata kama unatoka naweza nikabaki pia. Baby, huyu ni nani? Mbona sielewi? Ina maana hata huyu ni mpenzi wako? Baka, huyu rafiki yangu pia ni mpenzi wako? Mbona ni mchafu kiasi hicho? Yaani Sachi na mimi katika hii dunia sije kuchanganywa habari mtu na rafiki yake hata siku hii. Baka, kumbuka wewe ni mpenzi wangu. Kumbuka kwa kila kitu unachokihitaji mimi nakutimizia. Leo hii umeamua kunionyesha uchafu mbele ya rafiki yangu. Umetembea na rafiki yangu. Baka, wewe sio binadamu sahihi. Yaani najuta hadi kuwa na mahusiano na wewe. Baka, ina maana umeamua kutuchanganya mimi na rafiki yangu? Huu ni uchafu wa aina gani? Baka, wewe ni mbaya sana. Wewe ni mchafu Baka. Sikutegemea kabisa. Kwa nini umeamua kutuchanganya? Yaani wewe kukuamini kote, kukujali kote, umeamua kutembea na mpenzi wangu? Yaani sikutegemea kabisa katika maisha yangu. Vipi ndugu yangu? Safi. Mbona hai? Alafu kwa nini uko hapa? Ndugu yangu, mimi nimemfuatilia mke wangu. Unakumbuka tulichozungumza siku ile? Sasa namfuatilia hatua kwa hatua. Sasa nimemwona kaingia kwenye nyumba ile pale ile. Kwa hiyo sasa sijui pale kuna kitu gani, na ndio hicho ninachokitaka nikakijue. I say, Kevin, ndugu yangu, mimi mke wangu ambadilika kweli kweli. Yaani simuelewi. Na hivi ninavyokuambia, nimeanza kumfuatilia muda mrefu sana, na hata hapa sasa hivi namfuatilia anaingia wapi. Hiyo nyumba unasema ameingia pale na mke wangu ameingia pale pale. Sasa mbona kama unanishangaza bro? Ndugu yangu tuwe makini. Tusiwe mabongolala. Wasije wake zetu wakaona megwa sehemu moja ujue. Hebu tuzetu kuna nini pale? Hebu acheni vurugu. Mbona hivyo? Mnataka kujazia watu hapa? Ananiletea kiburi kama nani? Ananijua mimi ni nani kwako? Anajua mimi ni nani kwako? Sikiliza nikwambie. Wewe mwanaume mwenzetu, kitakacho kuokoa hapa ni kuzungumza ukweli wako. Vinginevyo utakijua kilichompeleka jela Pididi. Nakwambia sikuachi. Zungumza ukweli. Brother, niacha niongee kitu cha ukweli, sawa? Huyu ni mwanamke wangu, na huyu ni mwanamke wangu. Naomba mnisamehe sana bro.